Asante. Asante. Ya. Habari masiku mingi. Salama. Mnaendeleaje kule? Tunaendelea vyema. Baba akoje? Baba ako mzima. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karibu zaidi. Asante Abdul. Karibu kuna kitu hapa hiyo kitu. Asante. Kwani mtoto anatoka tu hata afungi mlango eh? Kwani hata vyombo ni chafu, ameacha tu kila kitu ni chafu. Mtoto anaweza kuwa ameenda wapi? Mtoto ananisumbua na hata kwanza hujafunga shule. Shule tunaendelea vyema. Naam. Ni ile tu nimepotea. Lakini nimeonelea leo, siku ya leo nikuja nikutembelee, japo mzee hapendi nikikaa huko, lakini nimeonelea tu kuja kujulia hali. Naam, shukrani. Yeah. Lakini shule inafungwa on Friday. I think Ijumaa. I think tutakuwa pamoja. Inshallah. Yeah. Ama anaweza kuwa ameenda tena kwa Abdul. Na mimi nimemkataza hii mambo ya kutembea tembea kwa nyumba za milango za watu. Wacha niangalie kwa Abdul kwanza. Lakini akikuwa huko, leo lazima nimchape huyo. Mtoto anaacha tu mlango wazi sijui. Wacha nifike huko kwa Abdul nione. Kama ni kuleta kwa juice ama maji kama hizi kata. Hamna shida Abdul, yote tu yenye itakuwa nitashukuru. Asante. Yes. Ulikuwa umeombea? Mimi bismillah alhamdulillah. Okay. Sawa. Yeah. Odi. Hey. Naje mzee Mr. Abdul. Nimeshukuru nipo fit na labda wewe? Mimi niko poa. Naam, shukrani. Ndio nilikuwa natafuta huyu mjinga, kumbe ako huko kwako. Hapo na nimetulia tafadhali. Huyo mtoto amenisinya sana. Sasa mtoto anakuja mjinga. Mtoto ameacha vyombo ni chafu, kila kitu ni chafu, ameacha mlango wazi. Sasa yeye kwamba ameamua kwamba aje anisalimu. Kunisalimu kwa nini kibaya? Sisi na mimi naye tuna makosa kwamba tunazungumza tunafanya mambo pamoja. Kwa nini mbaya leo? Ujue mtoto, yani kila wakati anazunguka tu kwa milango ya watu, sio hii mlango, sio mlango, yani ujue mimi nimesha kama ni kwamba fanya hivi na hivyo kisha kimaliza waende kucheze. Mzee, sitaki story nyingi. We, amuka hapa. Nataka tuondoke tuende. Tafadhali usipige mtoto kama mimi nipo hapa hivi. Huyu mtoto ni mjinga sana. Si mjinga, mtoto ni kwamba unamuelekeza, tunamueleza kwamba hii ni kibaya ni kizuri. Ni mara ngapi? Ujue huyu mtoto hayasikii. Ni mara ngapi nimemkanya kuzunguka kwa milango ya watu. Kwamba mimi nitamuongelesha nisikiliza kama wazazi. Kwanza ujue nimemkataza mara mingi sana kuja huku kwako. Ni mara ngapi nimekukanya kukuja huku? Mbona unamkataza aje huku kwangu? Nieleze kwamba jambo ni gani. Mbona unamkataza? Hiyo si siku ya leo, nitakuelezea lakini sio kwa sasa. Nitakuelezea. Nieleze, waje niende na yeye alafu nitarudi nitakuelezea. Wewe amuka tuende. Wacha enda aoshe vyombo kwanza alafu vyombo ataosha. Lakini kwa bado wewe nimempa kidogo maana kidogo anyu kwa kwani shida gani? Unajua sasa huyu mtoto ananipea hasira sasa. Mimi sasa nakasirika. Unajua Mr. Abdul sasa nimeanza kukasirika. Huyu mtoto si mara moja nimemkataza kwenda. Si mara moja nimemkataza kuingia kwa nyumba za Waislamu. Lakini mtoto hataki kusikia. Mbona Waislamu kufanya nini? Waislamu wanakufanya nini? Mbona unasema Waislamu? Ni mara mangapi Waislamu na mbona unasema Waislamu? Mbona Waislamu wanafanya nini? Tangu jadi. Niulize tu. Wanasema kwamba wanapokosea pale. Naam. Mbona sasa? Abdul. Ni mara ngapi? Hakuna siku Waislamu na Wakristo wakatangamana. Sasa itabidi sikiza mbona unaingilia mambo ya Uislamu? Kwani Waislamu wanasema kitu gani mbaya? Unajua mzee, unajua sasa mimi naendelea kuchafuka roho sasa. Sikiza kwamba wameeleza kwanza Waislamu ni watu wabaya, si ndio? Hivyo ndio jinsi ambayo mnazungumza kule mtaa kule wa vitoko jini kule kila mahali mnazungumza.
Sasa nani asiyewajua? Nani asiyewajua? Waje nikuulize kwamba Waislamu si watu wabaya. Waislamu ni watu wazuri vizuri mno. Ni watu wazuri, waje nikueleze kwamba. Waje nikueleze nifahamishe vizuri, Waislamu si watu wabaya, ni watu wazuri. Ni watu wazuri au pia ni binadamu kama wewe. So bona nasema Waislamu, maana kuna sema kikundi ya Waislamu wote ni watu wabaya. Si Muislamu mmoja akikosea kwamba useme ni Waislamu, sema wewe kwamba umekosea, hii ni Muislamu. Sisi kusema Waislamu maana yako umeweka kikundi. Umamzee umeweka pamoja na haistahili hivyo. Haistahili hivyo. Waislamu ni watu wazuri zaidi mno. Ni watu wazuri, si watu wabaya. Hata Muhammad kwamba alisema kwamba lisha mtu chakula jipi ambao utalisha mtu. Kuna mawaida ambayo utampa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Labda kuna unaweza kumsaidia. Unaweza kuwa na kitu fulani namsaidia kwamba mtoto wangu ndio huyu Tarwana. Unaweza kuwa naye nikumsaidia kwamba kama niko na kwamba mzee mwenzangu niko naye, wacha nikusaidie ile kidogo ambayo niko nayo nikupe. Hiyo tunasaidiana. Lakini unaona kwamba waikia kwamba Waislamu ni wabaya, si Waislamu watu wabaya. Waislamu ni watu wazuri zaidi mno na kukisha Waislamu ni watu wazuri. Lakini unaona Mr. Abdul, naam, ujue mambo yenye nafanya kidogo, yani mimi nakasirika sana. Naam. Ujue nilikuwa nasikia ati Waislamu kidogo, yani mambo yao kidogo sijui wanaamini wakiua sana. Sasa ndio sasa mambo inakuwa mzuri huko mbinguni. Sasa ndio maana nimekuwa nikikanya mtoto kuja kwako. Lakini sikuwa najua kumbe ni hivyo. Mwenyezi Mungu kwa mwenyewe anataka sisi wote. Mwenyezi Mungu kwamba anapenda muizi, muuaji, mulevi. Mwenyezi Mungu anataka sisi wote. Sisi wote anatupenda kiwango kimoja. So haja gani kwamba tuseme kwamba Waislamu si hivyo? Sasa naoja tukae chini at least ujaribu kunisisimulia vizuri nielewe. Shukrani. Ujue watu wamekuwa wanatufumba macho sana. Hiyo kwa mafunzo natufunza. Ukipenda hivi likizo napenda mwenzio. Kabisa. So mimi siwezi kufanya kwa baya au kufanya mjikwaji ama ni kwamba niseme ni fanya kachai. Akiafa kwamba si ndio ni hasara. Ujue mimi nakuonanga tu umayona nikiosalimia. Ujue hii ndio maana watu wananiambianga Waislamu. So mimi nikiona tu ni Muislamu siwezi tangamana naye. Ninamfuraha anjui. Namuomba yeye tu. Ananiweka roho yangu juu. Neka huruma tu. Sikiza. Nikumhasilani kamfunfaya tu. Dini yetu ni tamu sana wallahi. Ya Rabbi tamu sana. Hata nikikosa tunapenda. Unasikia? Umesikia mzee? Kabisa mtundo inaendana kabisa. Umenyenyekea Mwenyezi Mungu hala. So sisi watu wabaya. Naam. Tulia tu. Naam. Kidogo nimekuelewa sasa. Lakini nimeshukuru sana. Naam. At least leo nimejifunza kitu. Naam. Sasa waje nijipange at least sasa. Naam. By Friday. Naam. Ijumaa. Nataka tutengeneze kikao kikubwa. Naam. Tusherekee. Naam. Tuite watu at least wafunze, yani kuelimisha, yani kuondoa ile ujinga ambao wanafikiria Waislamu watu wabaya. Itakuwa poa. Sawa. Sasa hata unajua nilikuwa nafikiria niende na wewe kijana wangu, lakini sasa ninaona hata uendelee ukae, yani uendelee kufunza. Kuna mafunzo ambayo namfunza ile ya umma, ile watu jinsi wanaishi wanafanya nini, na kufunza kwamba ile kwamba akuwe na hiyo tabia nzuri zao kabisa. Naam. Niko sawa, niko poa kabisa. Sasa nyie endelea, hata sasa hizo usikuwa na wasiwasi. Haina shaka. Unajua sasa hizi akitoka sana najua tu ameenda kwa misafu. Alhamdulillah, amina. Naam. Zaidi mno na kwamba akuzidishie. Areshie mambo yako tuko kimoja. Sawa. Alhamdulillah, amina. Sawa, kimoja. Safi.